kama brand sponsorship. Kama mtu anakuwa na channel yake, basi unamlipa ili akutengenezee matangazo. Lakini YouTube channel inaweza kuwa sehemu ya kuboost biashara zako. Lakini pia jambo la pili ni kwamba YouTube channel inaweza kuwa sehemu ya mapato. Kuletea kipato kizuri tu kwa sababu ya contents. YouTube ni platform ambako watu wanauza maarifa yao walionayo katika mitandao huo wa YouTube. Kwa hiyo ukiwa na maarifa unaweza kuyauza. Unayauzaje? Unayauza kwa maana kama tatu hivi. Maana ya kwanza ni ile moja kwa moja kupitia matangazo. Unapoangalia YouTube unaona matangazo yanakuwa placed. Kwa hiyo ni njia moja hapo ambayo mtu anaweza kuingiza mapato kulingana na aina ya maudhui unayotuma, lakini pia na yanatazama wapi, inaathiri kiwango cha pesa utakachopata, lakini hautotoka bure, utapata kitu. Na kitu kingine pia ni kwamba unapotuma ukapata watu wakatazama, kuna matangazo ambayo utalipwa, si ndio, kwa asilimia almost kama 55 ya yale mapato yanayopatikana wakati huo. Kiasi kingine kinachukuliwa na wao wenyewe kwa sababu ndio wanao host bila wewe kulipia pesa yoyote. Kwa hiyo mnagawana. Kwa hiyo ni biashara ya partnership. YouTube ana platform, wewe una maudhui. Kwa hiyo mwisho wa siku mnagawana faida. Hiyo ni njia moja hapo unaweza kuingiza pesa kupitia YouTube. Lakini njia ya pili ambayo unaweza kuingizia fedha kupitia YouTube ni kupitia unachouza. Mfano unafundisha maudhui fulani, ni daktari, unaelekeza masuala ya afya, na pia unatengeneza consultation ya kwamba ikiwa unahitaji tuwasiliane zaidi ni kupatia ushauri, basi tuwasiliane, utalipia kiwango fulani cha fedha. Kwa maana yake YouTube imekuwa ni sehemu ya kupata wateja wengine. Wakati huo waliotazama wameingiza kipato. Wakati wa pili aliye na kitu chake sasa anaweza kukufuata, mwenye uhitaji anaweza kukufuata na bado ukapata pesa kupitia njia hiyo. Lakini pia njia ya pili ni kwamba ikiwa na biashara, una lead wateja katika biashara zako kupitia YouTube channel. Inawezekana kama ambavyo umetumia mitandao mingine ya kijamii, basi pia unaweza kutumia YouTube channel kuingiza kipato. Hiyo ni mojawapo ya mambo ambayo yanaweza kusaidia kuingiza kipato kupitia YouTube channel. Lakini moja kubwa ambayo inafahamika ni ya matangazo, kwa sababu inakuwa na uhakika zaidi. Uhakika zaidi inamaanisha nini? Ni kwamba watu wataendelea kutazama tu siku zote, hata kama wasiponunua kitu chako, lakini watatazama. Na wakitazama watafaidika na yale maarifa unayofundisha, yatabadilisha maisha yao, kwa sababu unafundisha kitu cha kusaidia maisha ya watu. Na baada ya hapo basi itakuwa rahisi kwa wewe kupata mapato siku zote, kwa sababu hauhitaji kwenda kazini kila siku kuingiza pesa kupitia YouTube channel, kwa sababu ukitengeneza video yako itaendelea kuwepo na itaendelea kutazama, na kadri watu wanavyotazama inaingiza kipato. Kwa hiyo unaweza kuingiza kipato ukiwa umelala kupitia YouTube channel. Japokuwa sasa ili upate kikubwa zaidi, YouTube channel ni kanuni, you have to work, lazima ufanye kazi. Lazima ufanye kazi mara kwa mara. Yaani sio kwamba ukifanya leo, ni kwamba tu kuna siku utaamua kusafiri labda siku 2-3 hautofanya videos na itaingiza pesa. Tofauti na kama ukiwa na duka na uko mwenyewe ukaondoka dukani siku 2-3 hautoingiza chochote. Tofauti na YouTube ni kwamba utaingiza pesa. Kiwango kinatofautiana cha kipato kama nilivyosema mara ya kwanza, lakini kuna makato. Serikali ya Tanzania inakata 5% ya mapato kila kiwango unachoingiza. Mfano umeingiza $100 ama $1000, watakata 5%. $1000 maana yake $5 ni 5%, ni karibia $50, si ndio? Kama $100 5%, maana yake ni $5. Alafu nyingine utapata. Lakini ikiwa umepata viewers kutoka United States of America, kitakachotokea wao wanakata karibia 30% ya mapato yanayopatikana na United States of America. Nao ndio wana kiwango kikubwa sana cha mapato. Kwa hiyo kutakuwa na tofauti, na tofauti. Mfano umepata 300,000 na karibia 300,000 zote ama 250,000 zimetoka USA, tegemea kwamba watakata karibia 100,000, kwa sababu wao wanachukua 30% ya mapato yanayopatikana kutoka USA. Kwa hiyo lazima uangalie utofauti wa kama unaweza kawa na makato makubwa. Sasa na mwajiliwa wa serikali, kwa sababu unakatwa kodi kubwa sana, kwa hiyo unapata kidogo na kikubwa wanachukua wao.
Wale lazima angalia ni wapi ambako ni pazuri kuinvest. Kwa Tanzania na kwamba hata nikipata 10,000 watachukua tu 500. Lakini kwa USA nikipata 10,000 wanachukua 3,000. Kwa hiyo lakini rahisi sana kupata 10,000 kule kuliko hapa. Rahisi sana kupata milioni 100 kule kuliko hapa. Kwa hiyo lazima ujue kutofautisha na kama unataka namna gani. Kwa hiyo si jambo nataka kulizungumzia sana, lakini zaidi ni kusema kwamba unaweza ukapata kitu. Uweze ukakaa mikono bure ikiwa utaamua kuwekeza katika YouTube kwa hapa, lakini na kwa nchi nyinginezo. Ndio. Na faida nyingine ya YouTube channel ambao unaweza ukaipata mbali na mapato ni kwamba unaweza kuhudumia watu wengi. You are limitless. Ya kwamba yani hauko limited kuhudumia watu wa sehemu fulani. Kama okay, kama ni mhubiri wa injili, wewe uko limited na kanisa lako na washiriki wako 100 ulionao, 50 ulionao au 200 ulionao. Lakini kupitia YouTube channel maana yake unaweza kuwafikia watu wengi. Ikiwa utaamua kuwekeza katika YouTube kama sehemu ya kupata mapato. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana. Ya kwamba ukifikiria kwamba unaweza kuwa na YouTube channel. Bado ni mapema sana. Yaani hujachelewa. Ikiwa unahitaji kufungua YouTube channel, labda kuna vitu unashindwa kufanya, basi andika kwenye comment. Maybe kwa neema ya Mungu naweza kupata nafasi ya kutengeneza video kwa ajili yako. Kwa swali lolote, kwa usiogope kuuliza swali. Ukiwa unatamani kuanza, kama okay natamani kuanza lakini nafeli hapa na hapa, yes, inaweza kunimotivate kufanya. Kwa sababu ni vema kuwapatia watu kitu wanachokihitaji kuliko kuwapatia watu kitu wasichokihitaji. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana, na mimi utapata faida kubwa sana ukiamua kuwekeza kwenye YouTube channel. Inalipa in fact. Inalipa. Ukiamua kuwekeza inalipa. Unawekeza kitu kwa gharama, lakini utakuja kuvuna kikubwa baadaye. Asante, kumbuka kusubscribe ikiwa bado hujasubscribe. Ina faida. Nadhani vitu vingi tutaweza kuelezana baadaye kwa sababu nimekuwa katika hii ministry kwa muda mrefu. Katika hii biashara, hii huduma kwa muda kidogo mrefu. Kwa hiyo na uzoefu kiasi fulani ambao naamini unaweza kumpush mtu fulani kutoka hatua moja kwenda nyingine. Asante sana.